Tumeona mambo mengi sana ambayo yametendeka, na jana tumeona kwamba Lagat ameresign. Na jambo la kwanza, ukweli tu lazima kwamba ungejulikana. Maana kuna kitu nitazungumzia kuhusu mtu anaitwa Habel katika Biblia, Habel na Cain. Kuna wakati ambapo unakuta kwamba Cain aliua Habel, hakujua kwamba Mungu anamuona, na hakujua kwamba damu ya Cain ina nguvu na itamsumbua Cain. So unakuta kwamba Habel alipokufa, basi na ile damu ilizungumza, na ile damu ilifanya hata Cain mwenyewe akawa mtu ambaye amelaaniwa. Ilifanya Mungu akamlaani Cain. Kwa hivyo damu ya mwanadamu, unapomwaga damu ya mwanadamu kila wakati, hiyo damu yenyewe huwa inajilipisha kisasi. Hiyo hatahitaji kwamba ati watu walipisha kisasi, lakini hiyo damu kuna wakati huwa inajilipisha kisasi yenyewe. Kuna watu, najua kwamba kuna watu tu katika serikali kazi yao ni kumwaga damu za watu. Na mimi nasema kwamba utamwaga damu ya watu, lakini kuna wakati ambapo hiyo damu itakapojilipishia kisasi. Kuna wakati hiyo damu itakapomwagika, wewe hautapata amani. Hiyo damu itakusumbua wewe na uzao wako. So kuna hao watu ambao wamezoea kumwaga damu za watu, na wanajua kwamba akimwaga damu ya watu hakuna kitu kitafanyika kwa sababu amezoea kumwaga damu. Lakini kuna damu ambao unaweza mwaga ya mtu fulani na ile damu ikakusumbua katika maisha yako. Na hiyo damu hiyo, najua kwamba hawa vijana wetu wa Gen Z wamekuwa kimwagiwa, yani hawa vijana wa Gen Z wamekuwa kuwawa, na kuna watu ambao wamekuwa kujigamba sana, kazi yao tu ni kumwaga damu. Lakini wakati huu najua kwamba Mungu anasikia, amekuwa akisikia maombi ya watu wake. Na tukawa tunaomba Mungu kwamba wale wanaomwaga damu, kwamba ile damu iwasumbue, wasipate amani, na wapate kujulikana kwamba ni wakina nani wanaomwaga damu za watu. Na wakati huu Mungu amejibu maombi yetu. Manake wanaomwaga damu za watu, hiyo damu imeanza kulia, na hiyo damu imeanza kuwakosesha amani, na hiyo damu imeanza kuanika wazi. Na tuliomba Mungu, nikamwambia kwamba hii damu ya vijana imemwagika sana, na wakati huu Mungu wacha iwe wazi, wanaomwaga damu wakaweze kujulikana ni wakina nani. Na tunashukuru Mungu kwamba tayari wazi wameanza kutambuana wenyewe kwa wenyewe. Sababu unakuta kwamba hiyo damu, kijana damu yake ilipomwagika, walijaribu sana kuficha ukweli. Na ikawa sasa hii damu kwamba wale ambao walikuwa wameambiwa kwamba wamwage hiyo damu, na wakawa wanauliza, na mambo yakiharibika itakuwaje? Na wakasema usijali, ni amri kutoka above. Ninajua kwamba kuna watu ambao wana amri kutoka above, lakini najua kwamba kuna yule yuko above watu wote, ambayo ni Yesu Kristo. Yule yuko above kila kitu, ambaye ni Mungu anayeona katika siri, ambaye hao watu amewamulika na macho yake, na ulimwengu mzima utawajua, na hao watu hawatapata amani. Najua kwamba damu ambayo ameimwaga hawatapata amani, kwa sababu sasa ulimwengu mzima umewajua. Tunaona kwamba huyu jamaa anaitwa Lagat. Lagat alijaribu sana kujificha, lakini tukuja kujua kwamba vijana wetu, yule mtu ambaye amekuwa akitumika kumwaga damu ya vijana wetu amekuwa Lagat. Lagat ndiye amekuwa kimwaga damu za vijana wetu. Na wakati tumemlilia Mungu, tunashukuru Mungu kwa sababu sasa tayari imejulikana ni Lagat amekuwa kimwaga damu za vijana wetu hapa nchini Kenya. Na hivyo anatumia wadogo wake, wakina Taalamu na hao wengine. Lakini nilifika mahali kwamba sasa hawakuwa na otherwise, hawakuwa na kufanya, kwa sababu sasa nao hili jambo Mungu afurahishwi na watoto wa Kenya kumwaga damu kila wakati. Hili jambo limemfikia Mungu kwamba watoto wa Kenya wamekuwa kimwaga damu kila wakati.
Na hili jambo najua kwamba lazima lifike mwisho in Jesus name. Tutamwaga damu yetu tena, na tumekataa in Jesus. Yoyote atakaye mwaga damu tena, mkono wa Mungu ukawe juu yake. Najua kwamba si jambo ambalo ni la kawaida kwamba mtu anamwaga damu ya watu na anajulikana. Yeye alidhania kwamba hatajulikana. Venye amezoea tu kuua tu na itajulikana, lakini nashukuru Mungu kwa sababu nao kilio cha watu wake kimemfikia Mungu juu. Na wale ambao damu zao alimwaga, pia hiyo kilio chao, hiyo damu yao inaongea. Usidhanie kwamba kumwaga damu ya mtu ni rahisi. Na wote ambao wanadhania kwamba watamwaga damu za watu, zile damu zitaongea. Zile damu zitakapomwagika zitaongea. Na wakati wenu wa kulipia maovu yenu utafika. Na mimi najua kwamba saa hizi kuna watu ambao wakati wao wa kulipia maovu yao imefika. Na unakuta hata wajifiche wapi, hata wakimbie wapi, hawana otherwise. Kwa sababu tayari kilio cha watoto wa Mungu kimemfikia Mungu. Na wakati kimemfikia Mungu, lazima watu wajulikane ni wauaji ni wakina nani. Na bado kuna wengine ambao tu wamejificha ficha, lakini wote tutaomba katika jina la Yesu waweze kujulikana. Kuna yule jamaa anaitwa nani? Mkwana alikuwa anataka kusafirishwa, alikuwa anatumiwa kama kondoo wa kuchinjwa bure. Lakini nashukuru Mungu kwamba hata ile uongo aliyofanya, na alikaa chini na akafika akasema kweli hii si right mbele ya Mungu kuzungumza uongo. Ni vizuri kuzungumza ukweli, na amezungumza ukweli wake, imejulikana waliohusika kwenye kifo cha huyo mtoto. Na hao tu nafikiri wakifanya uchunguzi mzuri watasema ni watu wangapi wameua. Damu ya mwenye haki inapomfikia Mungu, lazima ile damu izungumze. Sio bure. Damu ya mwenye haki ikimfikia Mungu, lazima izungumze. Na mimi najua kwamba hii damu ya Uchengi imezungumza, na kuna wengi sana ambao wametumika kumwaga damu katika serikali. Wakati huu watajulikana tu. Kuna watu wakubwa kwenye maofisi pale, wakubwa ambao wametumika tu kumwaga damu za watu, lakini wamenyamaza saa hizi wazungumzi. Lakini hii damu itawafunua wazi na ijulikane wale ambao wamekuwa wakitumika sana kufaidika na damu ya watoto wa watu ni wakina nani, na watajulikana wazi. Mungu atawaweka wazi, kwa sababu imefikia wakati ambapo Mungu anataka kukomboa taifa la Israeli, la Kenya. Na ukombozi unaanza sasa na kujulikana wale ambao wamekuwa wakimwaga damu ya watu. Na hapo ndipo ukombozi wa Kenya umeanza. Hapo ndipo uponyaji wa Kenya umeanza. Na mimi najua kwamba kipindi kijacho wale ambao watakaoingia katika mamlaka watakuwa ni watu ambao Mungu amewalete, si watu ambao wameletwa na watu. Kwa sababu unakuta kwa uongozi wa sasa walio katika uongozi waliletwa na watu, hawakuletwa na Mungu, waliletwa na watu. Na watu hao ndio ndio wakitangazia watu, wakiambia watu kwamba huyu ndiye aliyechaguliwa na Mungu, huyu ndiye aliyechaguliwa na Mungu, lakini ilikuwa ni mawazo ya watu. Lakini nashukuru Mungu kwamba wakati huu ukombozi unaenda kushuka nchi ya Kenya. Msione tu kwamba vijana walikuja tu na kufanya mambo ambayo sionekana, lakini mimi najua Mungu kupitia kwa vijana analeta ukombozi katika nchi ya Kenya. Wengine tunasikia walimu kutoka Homa Bay wakisema rais azungumze, asinyamaze. Kwa kweli watu ambao wanafaa kuzungumza hapa katika swala hili, rais wa nchi na Raila, Prime Minister Raila. Kwa sababu hao wasipozungumza lazima watu watakuwa na question mark. Sana Raila asipoongea kutakuwa na question mark. Mbona Raila anyamaze? Na mtu ambaye ameuawa ametoka katika eneo lake, ni yeye ndiye ametoa kafara ama ni nani ama ni aje? Lazima hili jambo azungumze. Maana asipozungumza kuna watu watasema kwamba Raila ndiye ametoa nini? Kafara. Kwa hivyo anahitaji pia azungumze katika jambo hili. Tunamhitaji sana azungumze katika jambo hili, maana asipozungumza lazima watu utakuwa na tetesi kwamba ndiye ametoa kafara. Kwa hivyo tunahitaji pia kusikia rais Prime Minister ameongelea lile jambo, asikae kimya. Maana vile anapozidi kaa kimya, hivyo ndio nafasi yake ya uongozi inazidi kudidimia katika nchi yake. Na pia tunapopata habari Ojwang alichukuliwa nyumbani kwao kule Homa Bay, na maaskari ambao walitoka, kuna wale walitoka huku Nairobi na kuna wale walitoka kule
kule nyumbani kwao. Swala linabaki ni je, mbona wale maaskari ambao walitoka kule Homa Bay hatujawaona mahali popote? Tunasikia tu Mukwana, tunasikia tu Talam na Lagat. Kwa sababu sasa kuna watu ambao walikuwa wanataka kutumika kama kondoo. Unajua jambo la kwanza, mtu anapotoa maisha ya mtu. Unajua jambo la kwanza, kutoa maisha ya mtu tu, jambo la kwanza wewe mwenyewe ni laana umekaribisha katika maisha yako, na pia unaweza jiletea shida pia kwako. Sasa kuna watu ambao wanataka kutumiwa ili in case kuwe na lawama, hao ndio wakulaumiwa. Na mimi najua kwamba kuna mambo ambayo yalifanyika pale kwa siri sana isijulikane, lakini mimi najua Mungu tunayeomba ukweli utajulikana. Wao wote waliohusika wataandikwa wazi na ukweli utajulikana, na nchi ya Kenya inakaribia kukombolewa. Ukombozi sasa ndio umeanza kuingia katika nchi ya Kenya. Wakati wa kweli unapochipuka, hapo ndio ukombozi unaanza kuingia katika nchi ya Kenya. Na mimi najua kwa sababu nao kama rais hangejitoa pale, pia watu wangemhusisha. Lakini yeye alijitoa pale na akasema mkora ni mkora, hata kwenye uniform ni mkora, au kwenye raia hiyo ni mkora. Kwa hivyo alijitoa pale kwenye lawama ili sasa ukweli uweze kujulikana. Maana kama angezungumzia pia ungekuwa na tetesi ambayo si nzuri. Watu wangemlaumu pia. Lakini akasema mkora ni mkora, au kwenye uniform ni mkora. Basi akasema kila mtu abebe mzigo wake. Hivyo hivyo ndivyo Lang'at anabeba mzigo wake. Na mimi ninaomba hata nikiwa mtumishi wa Mungu nasema kwamba haki ikapatikane. Haki ikapatikane, kwamba Mungu akaingilie kati, haki ikapatikane. Kwa wote ambao damu yao imemwagika, hiyo damu ambayo imemwagika, wale ambao wamemwaga hiyo damu na wakaweza kujulikana wote. Na swala hili limezua tumbo joto sana kwa Wakenya na pia niseme dunia nzima, ndiposa tukaona kwamba Lagat inasemekana kwamba ana step aside for some time, lakini Wakenya wanasema resign. What is your take on that? Kuna kitu ambacho mimi najua. Unajua Lagat wakati ambapo alikuwa pale alijua kwamba yeye ni untouchable. Alijua kwamba licha yeye ni kabila moja na rais, yeye ni untouchable. Na hata mtu yote akidhubutu kumuguza mkono rais atafanya nini? Atamtetea. Lakini unasema sasa kila mtu abebe mzigo wake mwenyewe. Ni wakati wa kila mtu kubeba mzigo wake mwenyewe. Kustep aside haisaidii. Kile kinasaidia ni kuresign katika hiyo position yake na akae chini, angoje uamuzi ufanywe. Awache uchunguzi ufanywe na haki yule aliye adhirika ikapatikane, na Mungu ataingilia kati. Haki itajulikana, itapatikana. Kwa hivyo ombi letu kama wananchi, sasa mimi nazungumza kama mwananchi, ni kwamba Lagat aweze kuresign na haki ikapatikana. Aweze kuresign, kwa sababu asipo resign pia atatatiza uchunguzi. Kwa hivyo niweze kuresign. Si ati ku step aside, ni resign. Pia tumeona Wakenya wamejitokeza kwa wingi sana kusimama na swala hili. Wawe vijana, watoto, watu wazima, wanasiasa wamejitokeza sana kumsapota babake Albert Ojwang. Na swala hilo la kifedha kidogo linazua tetesi. Watu wanasema kwamba baba Albert ameanza kunyamaza sasa. Yani kama amenyamazishwa na pesa. Kwa nini hasukumi swala hili? Kidogo vijana wanasikia ni kama wanakerwa. Mambo yanaenda vipi? Kitu kimoja, shida kumoja na kitu kinaitwa umasikini. Kuna msemo ambao Waswahili walisema hivi, masikini yakipata nini hufanyika? Atakaulia mbota. Bas, baba ya Ojwang, najua jambo la kwanza, yule mzee hajaweza kupata pesa kwenye mkono wake, labda haja kupata hata shilingi 1,100 kwenye mkono wake. Sasa ni milioni 2, 3, 4 zimeingia kwenye mkono wake.
Saizi hata akiambiwa aimbe wimbo aseme Lagati ni mzuri, ataimba aseme Lagati ni mzuri. Sababu pesa zimeingia wapi? Kwa mkono yake, na pesa ni mvunja mlima. Na Mkenya yoyote anapoguza pesa mikononi mwake, hata kama ni askofu, unakutanga anaanza kuimba. Haimbi Mungu saa hizo. Anaanza kuimba pesa. Unapoona hata wakati ambapo wa siasa, maaskofu walipopatiwa pesa, si walianza kuinamia rais? Wakawacha hata kuongea. Walinyamazishwa nini? Ndimi zao. Maovu yanapotendeka nchi ya Kenya, haujakuta maaskofu wameongea. Wanaongea nini? Walinyamazishwa nini? Pesa. Pesa mvunja mlima. Mtu anapopatiwa pesa ananyamaza. So unakuta yule mzee mtamlaumu. Ukipewa pesa utazungumza tu bado. Wewe. Kipewa nini? Pesa. Nikipewa? Manake pesa ni sabuni ya roho, na pesa ni kivunja, umesema ni kivunja mlima. Wewe sasa kama mchungaji ukapewa pesa itakuwaje? Sasa mimi sijawahi pewa. Sijawahi pewa na siombi nipewe. Siombi nipewe na siasa. Naomba nipewe pesa ambazo ni halali. Lakini zile za siasa nakataa katika jina la Yesu. Nakemea. Zile za kuitwa rais ndio nipewe hizo, nafunga hiyo mlango in Jesus name. Alright, it was just by the way, tuendelee. Endelea. Yes. So ombi langu ni kwamba sasa hiyo familia, najua kwamba vijana wengi sana wameudhika kwa ile jambo la huyo mzee kupokea pesa, kwa sababu walihitaji huyo mzee akatae zile pesa. Sasa wewe utakataje pesa na wewe maskini? Utakataje pesa na wewe uko na shida? So ilibidi kwamba sasa wazidi kunyamazisha yeye mzee, labda afunge hiyo milango. Nawezi jua zingine labda zimetoka kwa Lagati. Akasema kwamba apitie kwa rais apeane zile pesa, huyo mzee anyamaze. Asije akamkosesha, kwa sababu hata na Lagati najua hana amani yako. Hawezi kuwa na amani. So na yeye Lagati pia anaweza kuwa na amani atakaposikia mzee amefanya nini? Kuna amani. Atakuwa na amani atakapotasikia familia iko na amani. Na labda imesema asamehewa. So ukisikia pia watu wanakuongelea kwenye kifo, huwezi kuwa na amani. Hauwezi kuwa na amani hata kidogo. Hata kula usingizi ni ngumu sana. Najua Lagati hapatangi usingizi. Lakini anaweza kuwa na amani atakaposikia mzee amesema nimekusamehe. Nimesamehe wenye walifanya nini? Waliua. Ama aseme sasa nani hajahusika. So mtu kama huyo ambaye ni masikini akipata zile pesa hizo, na si mtu ambaye ni mcha Mungu, na si pastor, na si bishop, atazipokea tu na aziponde vizuri. Kwa hivyo ujumbe wako kwa familia ya Ojwang pamoja na Lagati ni upi tunapomaliza? So ujumbe wangu kwamba Mungu awatie nguvu. Mungu awatie nguvu. Kifo kimekuja. Nani amefariki? Ojwang amekufa. Na hawezi fufuka tena. Si Yesu atasema kwamba atafufuka. Yeye amekufa, amefariki na hatarudi tena. Kwa hivyo tu tunaombea Mungu awatie nguvu. Mungu awatie nguvu. Na kwamba wafocus katika maisha yajayo, maisha ya kesho. Maisha yao yako mikononi mwa Mungu. Na future yao iko mikononi mwa Mungu. Kwa hivyo wafocus tu katika maisha yao, na kila jambo linafanyika na kusudi. Linafanyika na kusudi. Kama uhai umeondoka. So kwamba jambo la kwanza hayo wasahau na waendelee na maisha yao ya kawaida. Na kwa yote kwamba Mungu anayelipa kisasi atawalipia kisasi. Amen. Ujumbe wako kwa Lagati, Talam na Mukhwana pamoja na serikali ya Kenya ni upi? Kwamba katika hiyo kazi walipatiwa wahudumie wananchi. Hawakupatia wadhulumu wananchi. Unajua unaweza ingia mahali kwamba na wewe unatumia damu ya watu kwa utajiri. Na mimi nasema kwamba pesa zote ambazo ni za kupitia kumwaga damu za watu, hizo pesa zitakuletea shida katika maisha yako. Hizo pesa zitaleta laana katika maisha yako. Hizo pesa zitafanya maisha yako yawe horrible. Sababu unajua sasa Mukhwana hata mahali alipo sasa hana amani. Hata kukula, hata kwenda choo bado ni shida. Kwa sababu ya shilingi ngapi? 2,000. Na yule aliyemlipa pia hata naye anajua kwamba hana amani, kwa sababu nilani kwamba Taalamu alipewa shilingi 2,000. Hakupewa 2,000, yeye tu ndiye alitoa kwa kumpatia. Lakini najua yeye labda alipatiwa kitu muhimu, kitu ambayo ni ya pesa mingi. Na kaamua atumie Taalamu vibaya kwa sababu ya maisha ya mtu kupotea. Na kwa sababu nao walikuwa nataka tu kumdhulumu yule, lakini naye Mungu akawaweka wazi.
Mungu akaweka wazi. So jambo la kwanza ni kwamba mimi nawaambia hivi, kile ambacho mlichofanya hata mbele ya Mungu mnajua si kitu kizuri. Mrudie Mungu, mtubu dhambi zenu kwa Mungu. Mungu anaweza kuwasamehe. Wanadamu wanaweza kosa kuwasamehe. Lakini watubu dhambi zao kwa Mungu. Na kama ni kazi wameifanya, waifanye katika haki. Wahudumie watu katika haki, katika kweli na katika haki. Maana sasa imejulikana wazi wameenda kinyume na mapenzi ya Mungu, wameenda kinyume na wanadamu, na walikuwa nafanya kwa sababu ya mahitaji, sababu na mahitaji yao yenyewe, kwa sababu ya nini yao, nitasemaje? Kwa sababu ya ubinafsi wao. Mambo walikuwa wanafanya kwa sababu ya binafsi wao, si kumpendeza Mungu, si kumpendeza mwanadamu. Hivyo waligeuka wakawa na unyama ndani yao. So wajerejee kwa Mungu na wageuke kama wanadamu, na waweze kutubu dhambi zao na waweze kumkimbilia Mungu tu awasamehe. Maana mwanadamu kusamehe ni ngumu. Kimbie tu kwa Mungu awasamehe. Maana Mungu atasamehe tu. Mkimrudia na watubu dhambi zao kwa Mungu, Mungu atawasamehe.